Ndugu Islamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja kipenzi chetu Nabii Muhammadin, ndugu zangu, nakuhusieni lakini pia vile vile na kuihusia nafsi yangu katika swala zima muhimu na adhimu, swala la kumcha lakini na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, mada yetu katika hutuba yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Ni swali linalosema katika kauli, kaifa nastakbilu shahra Ramadhan, yani vipi tutaweza kuelekea na kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu yangu Muislamu, mimi na wewe na mwingine tuna haki ya kujiuliza na kuishi katika swali hilo, swali ambalo majibu yake tunayo mimi na wewe na mwingine, kwa sababu aljumaa yetu hii ya leo ni aljumaa ya mwisho ya mwezi wa Shaaban. Aljumaa ijayo baada ya hii tutakuwa falillahi alhamdu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitupa afya njema, wa idha kanat alhayatu baqiya sanaishu fi shahri Ramadhan, kama maisha na uhai utakuwepo na Mwenyezi Mungu ataendelea kutupa pumzi, basi aljumaa ijayo tutakuwa tumesha udiriki na kuuishi na kuendelea kuuishi mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, ndugu yangu Muislamu, umejiandaaje kupokea mwezi huu mtukufu? Umeitwa mwezi wa Ramadhani kwamba ni mwezi mtukufu, ni mwezi wenye baraka. Tafsiri yake, kila utakalolitenda ambalo ni jema katika mwezi huu, malipo yake ni makubwa. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna fursa ya mimi na wewe ya kuweza kujikita katika kutenda mema na kuacha kutenda yale ambayo yanatutuma mazoea yetu ambayo tunayoishi nayo katika miezi mingine isiyokuwa miezi ya Ramadhani. Kaifa nastakbilu shahra Ramadhan, vipi tutauishi, tutaelekea kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shahru Ramadhan shahru al-amni wal-aman wal-iman, ni mwezi wa Ramadhani, mwezi wa usalama, mwezi wa amani, mwezi wa utulivu, mwezi wa imani. Ndugu zangu, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kutenda yale yote mema yanayomridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuachana na yale yote ambayo Mwenyezi Mungu anakasirika na mtume wake Nabii Muhammad kutendwa na sisi viumbe dhaifu aliyotuumba Mwenyezi Mungu kwa haya madhaifu na mapungufu yetu. Yaqulu Allahu Subhanahu wa Ta'ala fi surati al-Asr, Mwenyezi Mungu anatueleza katika Qur'ani kwa kuanza na kiapo, kwa kuapia wakati, na wakati mwenyewe anauapia Mwenyezi Mungu ni wakati wa alasiri. Aliposema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an wal asri, na hapa kwa nyakati za alasiri, Mwenyezi Mungu logic, falsafa, mantiki, anapoapia kitu anachokuja kukitaja ni kitu kikubwa. Aliposema naapia, kuziapia zama za alasiri,
zama za alasiri twazijua sote, innal insana lafi khusri. Tena Mwenyezi Mungu kaleta hapa harfu taukid kwamba hakika ya binadamu aliyemuumba yeye kwa mikono yake, tena lafi, yupo katika hasara kubwa mno, lafi khusri. Binadamu mwenyewe aliyeapa Mwenyezi Mungu kiapo kwa ajili ya binadamu huyo, kiapo hiki hakijataalak na ndege wala wanyama, kimetaalak kutuapia sisi viumbe kwamba hakika ya binadamu ambao tumeumbwa na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sote tupo katika hasara. Lakini katika binadamu hawa wapo ambao Mwenyezi Mungu amewavua wasiishi katika hasara, na wao hawakupata hasara. Akasema illa alladhina amanu, isipokuwa tu binadamu ambao hawatahusika na kiapo hichi cha kuwa hasarani, ni wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa hawapo katika hasara. Sasa tu si ikutoshe imani ya wewe kumwamini kweli Mwenyezi Mungu mmoja, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naamini malaika, naamini vitabu, naamini kuna siku ya kesho, kusimama katika viwanja vya hesabu, naamini kadari. Isikutoshe imani hiyo tu alafu ukabweteka. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale walomwamini Mwenyezi Mungu lakini katika imani zao wakadili na kutenda mema anayoyaridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, lakini watawasau bilhaqi, wenyewe kwa wenyewe wakahusiana kutenda haki na uadilifu katika maisha yao, wakawa wao ni waja wenye kuamrishana mema na kukatazana yale mabaya. Watawasau bisabri, na pia vile vile wakawa wanahusiana kutenda na kuishi katika mfumo mzima wa kuwa ni wenye subira. Subra, umepatwa na balaa na janga, alaika bisabri. Subra, umepata msiba, alaika bisabri. Subra, umepatwa na maafa, alaika bisabri. Subra, umepatwa na maradhi, alaika bisabri. Subra, umepatwa na ufukara baada ya kuwa ulikuwa ni mtu mwenye fedha, alaika bisabri, jilazimishe kuwa na subra. Subra, umefukuzwa kazi, umeachishwa kazi, umeshushwa cheo, watawasau bisabri, endeleeni kuhusiana kutenda subra, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuatuambia ndani ya Qur'an, wabashiri sabirin, wape ewe Nabii Muhammad habari za furaha wale wenye kufanya subra. Alladhina idha asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Hawa wenye kupatwa na misiba, wenye kupatwa na matatizo, wenye kupatwa na majanga, wenye kupatwa na mitihani, wao wakipatwa na mitihani hiyo hawatetereki bana, wanabakia kuwa ni waja wenye subira na uvumilivu, na husema inna lillah, hakika sisi ni milki na ni haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa inna ilayhi raji'un, na sisi kwake Mwenyezi Mungu tutarejea. Ndugu zanguni, innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, hakika wale ambao wameamini lakini wakadili katika imani zao na kutenda mema na kukoma wakaacha yote yale mabaya,
wao malipo yao yatakuwa ni pepo ambayo ndani ya pepo hizo na mabustani ambayo yapo katika pepo hizo yenye kupita mito mbalimbali, mito ya maziwa, mito ya asalu musafa, mito ya kadha wa kadha. Haya ndiyo malipo watakaolipwa wale walioamini, kumwamini Mwenyezi Mungu, lakini wakatenda na matendo mema, wakaswali, wakafanyia kazi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakatoa zaka, wakahiji Maka kama wana mali, lakini wakawasaidia wanyonge ambao wanahitajika kusaidiwa, lakini wakatenda mema, wakimwona mtu anatenda mema na wao wakamhimiza. Lakini kwa yule ambaye wanamuona anatenda mambo mabaya, wakamwambia hapana bwana, usifanye mambo haya mabaya, kwa sababu dini yetu Mwenyezi Mungu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam apendi kutenda haya. Kaifa nastakbilu shahra Ramadhan, vipi tutaupokea mwezi mtukufu Ramadhani? Je, tutaupokea bil maasiya, bil isyan, bil ithmi wal isyan? Tutaupokea kwa madhambi na kumwasi Mwenyezi Mungu kama ilivyo ada ya watu ambao hawamwogopi Mwenyezi Mungu? Leo ikifika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwisho wa Shaaban, basi kuna watu wameleta bid'a, uzushi ambao ma anzala Allahu biha min sultan, Mwenyezi Mungu hakuletea hoja, wakaleta kitu kinachoitwa vunja jungu, hasa vijana. Tutahadhari na kitu bid'a hili, jambo la bid'a, shutumu, tusibaya ndani ya dini yetu ya Uislamu, kuliweka eti kuna vunja jungu, wakimaanisha kwamba ndio tunafanya maasi mara ya mwisho. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ewe mwanamama wa Kiislamu, mwanadada wa Kiislamu, kijana wa Kiislamu, elewa wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuona. Ikiwa unadhani watu wengine hawakuoni, basi hapo kwenye hilo vunja jungu lako, pengine ndipo unavunja jungu na unavunja roho yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakutia pale pale katika maganja yake, utakwenda kumjibu nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tutahadhar, tuwaelimishe vijana wetu, tuwaonye, tuwakataze na hili neno baya lenye kuutia aibu Uislamu na lenye kutukanisha Uislamu, ambapo tutasikia leo magari na magari yanakatiza, matangazo yanatembea katika kila kaya na vipeperushi mbalimbali vitakavyobandikwa kwamba leo kutakuwa na tukio la vunja jungu ukumbi fulani, leo kutakuwa na vunja jungu sijui sehemu fulani. Hili jambo ni haramun mutlaq. Kubwa zaidi, wewe unatakiwa toka kipindi hiki cha mwezi wa Shaabani, jiandae sasa kuidhibiti nafsi yako katika kumcha Mungu. Jiandae sasa na kukoma yale ambayo mazoea yako ya akili yako yameyachukua kwamba ni ada ya wewe kuyafanya, ni mambo ya kawaida, lakini yanamkera na yanamuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujiandae kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani bifili alkhairat, kwa kutenda mambo ya kheri yanayomridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tujiandae kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kukatazana na kujikataza sisi wenyewe kutenda mambo mabaya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum, qulu jami'an astaghfirullah.